Karibu katika episode ya 8 ya recap yetu. Tunaendelea pale ambapo tulikuwa tumekomea. Ni mara baada ya kumshuhudia Mwamba Hiju akiwa katika kisanga kizito, kwani mke wake hataki kabisa kumwelewa kwamba Mwamba alikuwa na mazungumzo ya kibiashara tu. Na mke alienda mbali zaidi, akaanza kumshambulia Mwamba akisema wewe unanisaliti. Hakutaka kabisa kukubaliana na sababu za Mwamba alizokuwa akizitoa. Lakini hatua ya mwisho mwanamke huyu akawa ametulia, akasema kama ukiniambia ukweli na kuapia kwamba nitakusamehe. Basi Mwamba akamwamini mke wake, akaanza kufunguka, akaanza kusema kwamba kila anapokuwa na ule mwanamke anapata furaha sana. Lakini wazi kwamba ni kweli na mahusiano naye. Katika hilo naomba mke wangu nisamehe. Mke wake huyu aliyemwambia mume wake kwamba kama akieleza ukweli atamsamehe, ndiye alianza kusema kwamba kwa hiyo yule ndo anayekupa furaha. Sasa mimi uko na mimi kwa sababu gani? Hebu achana na mimi kuanzia sasa hivi, nataka talaka yangu. Lakini Mwamba alimtazama sana mke wake, akamuuliza, sio wewe ambaye uliniambia kwamba nikiongea ukweli utanisamehe? Kwa hiyo ulikuwa unaniingiza katika mtego? Niambie kama maamuzi unayoyatoa hautakuja kuyajutia katika maisha yako. Lakini mwanamke huyu pasipo hata kufikiria akasema maamuzi ya wewe kunipatia talaka sitoyajutia kamwe katika maisha yangu. Mwamba akasema sawa, nitakupatia talaka yako. We bwana we. Mwanamke alichanganyikiwa haraka sana, akamfuata mamake mzazi akasema mama kaongee naye, amesema atanipa talaka kweli? Huwezi kuamini, Mwamba kutoka alipoondoka nyakati za asubuhi mpaka dakika hii nyakati za usiku, mwanamama analia tu hapa nyumbani, anasema sije kawa huyu mwanaume ameelekea kwa yule mwanamke, lazima atakuwa ameelekea kwa yule mwanamke. Na bidada akawa anamwambia mama yake mzazi ampigie Mwamba Hiju aweze kurudi nyumbani. Lakini mama akasema hayo ni masuala yenu ya ndoa bana, nianze kumpigia mimi tena? Mpigie wewe kwamba arudi. Lakini kumbe Mwamba Hiju alikuwa ameelekea kwa Mwamba EJ, akasema kwamba mwanamke wangu bana, mimi anataka nione mnyonge kila wakati. Sasa sitaki kumpa talaka, lakini nimemtishia kidogo. Na jamaa akasema hatolala nyumbani leo, akaamua kulala kwa kaka yake EJ. Na mapema alfajiri Mwamba EJ akawa amemwamsha Mwamba, akampeleka kwa Mwamba Himyang, akasema bwana, hapa muda wote babangu anaweza akaja. Sasa kitendo cha kuja hapa kigundua ulilala kwangu itakuwa kesi kubwa. Hasa Mwamba Himyang akazidi kumpampu mdogo wake, anamwambia usikubali kuwa mnyonge hata kidogo kwa mke wako. Sasa kwa bahati mbaya, kumbe wakati anaongea haya maneno mke wake na Mwamba Himyang alikuwa anasikia, akasema kumbe ndo unayemponza asijishushe kwa mke wake, si ndio? Na mwanamama akasema sasa nampigia, namueleza mipango yenu yote ambayo mnaipanga. Mke wa mwanamama Himyang akaanza kumwambia mke wa Mwamba Hiju, akaanza kusema kwamba mume wako alilala kwa EJ siku ya jana na leo asubuhi amewahi yuko kwangu huko, kwa atalala kwangu leo na kesho ana mpango sijui kumlaza sehemu gani, mwisho wa siku atakuja kumlaza kwa mchepuko wake. Na mke wa Mwamba Himyang akaona kuyaongea hayo kwenye simu ya atosha, akafunga safari moja kwa moja mpaka kwa mke wa Mwamba Hiju. Basi akampampu sana, akasema we bwana we, usiachilie ili goma liende kizembe. Kwanza kabisa unatakiwa utafute namba ya huyo mchepuko ukamuoneshe kazi. Basi mke wa Mwamba Hiju alifunga safari mpaka kule store na akaanza kufanya mawasiliano na huyo mwanamke. Huyo mwanamke pasipo hata kujua, basi akaingia katika mtego, akakutana na mke wa Mwamba Hiju. Hasa ile kitendo cha kumuona mchepuko wa mume wake, akaangalia sura ilipo personal, sura kama kikombe, akaona hapa hakuna kitu, akacheka kwanza. Mwanamama akajizingatia uzuri wake, akagundua yeye ni mzuri kuliko hata huyo mchepuko wa mume wake. Sasa inakuwaje mume wake achepukie kwa mwanamke ambaye ana sura kikombe namna ile? Lakini ile namna alipokuwa akiongea yule mchepuko wa mume wake, aligundua kwamba alikopo ni mpole, mnyenyekevu, mstaarabu, licha ya kwamba huyu hapa ni mke ambaye wa mwanaume ambaye ndo alikuwa anachepuka naye, lakini bado alikopo mstaarabu sana. Na huyu mwanamke ndo akagundua kwamba hiyo ndo sifa aliyoikosa, akaamua kuanza kujirekebisha mdogo mdogo. Na Mwamba Hiju alianza kuyashuhudia mabadiliko ya mke wake siku baada ya siku, lakini alikuwa anaogopa sana kwamba iko siku mke wake atakuja kujionyesha asili yake jinsi ilivyo, kwa sababu isije ikawa anamuigizia kwa kipindi hiki lengo aweze kurudiana. Hasa kumbe bana, mafikirio ndo kweli kabisa. Mwamba siku moja akamtoa mke wake akampeleka maeneo ya kutazama movie. Sasa walipokuwa akitazama movie, mke wake akawa anafikiria namna gani mume wake anatazamaga movie na michepuko hapa. Mwamba alielewa tu kwamba mke wake hayuko sawa, akajikuta Mwamba anakula tu bisi pale, hataki kabisa kumtazama mke wake. Ghafla tu bidada akasimama katikati ya ukumbi, akaanza kumshambulia mume wake. Ndivyo unavyoangaliaga movie na michepuko hapa, si ndio? Ndivyo ambavyo mnaangaliaga movie? Hapo umenidhalilisha sana. Unatoka na mwanamke sura kikombe namna ile, unakuja naye huku, watu watakuonaje? Alafu leo wanakuja wanakuona huko na mwanamke mrembo kama mimi, imekaaje hiyo? Hasa huku nyumbani baba yao akina Hiji amekuja kumtembelea mke wake, lakini mke wake amejifungia chumbani, hataki kabisa kuongea na mume wake. Kwa hiyo mzee baba ile aongea na mke wake, anamtuma Hiji kuwasilisha maneno upande wa pili. Akaanza kamwambie kwamba kwa kipindi chote ambacho tumevumiliana, mke wangu kweli leo ndo akonisaliti kuja kukaa na watoto huku, inawezekana kweli? Mwamba akipeleka ujumbe kule, mama mtu anasema mwambie anikome, sitaki kabisa mazoea na yeye na wala asidi hapa nyumbani tena, na akiendelea kuja ndaama mpaka hapa, na umwambie sio
muda ndaanza kushughulikia masuala ya mgawanyo wa mali, kwa sababu mimi nataka talaka yangu na mali zetu zigawanywe, kila mtu ashike njia yake. Hasa mzee baba alipogundua kwamba Mwamba EJ anachelewa kuleta ujumbe, akamtuma John Q akasema nenda kafikisha ujumbe kaseme kwamba mama yako akiwa amekasirika ajitazame kwenye kioo aone alipo mrembo. Basi Mwamba EJ ndo akaleta ujumbe kwa babake kwamba eti amesema mtagawana mali na anataka talaka yake. Mzee akasema anaota mzee, mali nimetafuta peke yangu mpaka mimi nikuja hapa kumuoa, nimemuoa nikiwa na mali zote. Mwamba EJ ni kupiga tu laundi kwa mama kwa baba. Kaenda kwa mama akamweleza mama kila kitu. Mama akasema mwambie nikufanyie mahesabu ya mali zote alizozipata akiwa na mimi, na hizo mali zote tutakiwa zigawanywe, na kwa sababu amenioa mali mpaka zote alizoanza kutafuta hata akiwa peke yake zinanihusu. Na mwanamama akasema jumla ya mahesabu yote nakadiriwa kuwa kama bilioni 1.1 kwa hiyo anatakiwa hizo pesa mpatie ili waweze kuachana kwa amani. Mzee baba aliposikia habari ya bilioni alishtuka sana. Unazungumzia bilioni anaizungumzia kizembe namna hiyo, mwambie apate hata jelo. Lakini laundi hii Mwamba EJ akaamua kumjibia mamake akasema, baba, mkielekea mahakamani tambua kwamba sisi watoto wote tutasimama upande wa mama yetu, hatuwezi kusimama upande wako hata kidogo. Mzee baba alipogundua kwamba hakuna mtoto wake wala mjukuu atakayesimama upande wake akasema, basi niitie mke wangu niongee naye mwenyewe. Lakini mama mtu aligoma kabisa kuongea na mume wake. Mama mtu alisema tusipotezeane muda, mwambie aniandalie bilioni 1.1 niondoke kwa amani, mimi sitaki kabisa maneno zaidi ya hayo. Lakini mkuu wa Mwamba EJ ikabidi kumfuata tu mama mkwe na akamweleza, mama, shida kitu gani mpaka mnataka kufikia mbali kiasi hicho? Yani mpaka unadai pesa, imetokea kosa gani ambalo litasababisha nyinyi muweze kufarakana leo? Na mama ikabidi kufunguka akasema, mume wangu anasema eti kama mimi nilikuwa namsediuzi, yani kama vile kumrubuni ama kumpenda mtu kinafiki, yani ni kwamba huyu mke wake alikuwa na unafiki wa upendo. Kwa kweli mpaka mkwe kusikia hayo maneno alishangaa sana. Ndio alivyokuwa ameongea, alisema hivyo hivyo. Mzee baba hatua ya mwisho akaomba kuongea na mke wake aweze kumwomba msamaha kama amekasirika kiasi hicho, lakini uweze kuamini mwanamama aligoma kabisa kuongea na mume wake. Lakini kwa kuwa mke alikataa kabisa kuonana na Mwamba, basi mzee baba hakuwa na namna yoyote ile zaidi ya kukubali tu kumlipa mke wake, lakini kiwango ambacho mume aliandika kwamba atamlipa eti milioni kama 200. Sasa mpaka watoto wake wakabaki wanashangaa, mzee baba, hivi kweli kutoka bilioni 1.1 milioni 200 ungeongeza kidogo, basi fanya hata 300, kwa sababu mzee, kama mama akielekea mahakamani unaweza ukalipa hata bilioni 1 na milioni 500. Kwa hiyo kwa nini ufikie huko? Ongeza hata basi milioni 300, sisi tutakwenda kukuombea msamaha. Basi mzee baba kishingo pande hivyo hivyo akaandika milioni 300, akasema haya EJ, unaenda kampelekea mamako, mwambie hiyo hapo ndo pesa ambayo ya mwisho mimi nilionayo. Lakini watoto wengine wote wakamfuata EJ kwenda kupeleka hicho kiasi ambacho baba mtu alikuwa amemwandikia mke wake. Walipoweza kufika kwa mama akasema hapana, mimi nataka bilioni 1. Lakini walishangaa, mama hao amekazania tu lazima atoe bilioni 1. Wakaanza kushangaa sana, wakasema mama, kumbe ndio unatufundisha tu wakatili kiasi hicho, hata siku nyingine na sisi wenyewe tukipata matatizo kwenye ndoa zetu. Hapa kuna wakwe zako, ungejisikiaje pindi ambapo angekuwa anatuambia sisi hapa ndo tuwalipe hicho kiasi alafu sisi wenyewe hatuna? Basi mwanamama alipoongelewa hayo maneno aligusa kwenye mshono kweli kweli, akasema sawa, nimekubali atanipe hiyo milioni 300, lakini mwambie anilipe mapema sana. Na mzee baba akasema sawa, nitakwenda kulipa sio muda mrefu. Basi mama mtu ndo akatoka chumbani akasema, nenda haraka sana benki kanitolee hiyo milioni 300 niletee hapa tumalizane. Basi mzee baba bana akachukua ile pesa yote akaenda kumkabidhi mke wake katika gari, ila akamshauri mke wake kwamba ni muhimu hiyo pesa ungefungua akaunti ungeweka kwenye benki, kwa sababu kama ukiwa unatembea nayo hivyo au wakipita nayo hiyo ni hatari. Lakini mke wake akasema, mimi sio mzee kiasi hicho kupoteza pesa nyingi kama hii, ndaitunza mimi mwenyewe wala usijali, niachie huko. Na kutoka mke wake alipopata huo mshiko, yani pesa, we bwana we, jeuri iliongezeka. Mke alikupo ni mkauzo, anamjibu mume wake kama anaongea na mtoto mdogo wa miaka 10. Sasa unakumbuka siku moja Mwamba Himian aligundua kwamba mama yake mzazi huenda alikuwa ametoroka na pesa kutokea kwa babake, na alikuwa amechukua pochi ambayo ndani yake ilikuwa na pesa hasa kumbe Mwamba alikuwa amezichimbia zile pesa. Mdogo mdogo akawa anaendelea kupiga matumizi hapa nyumbani kwake. Sasa mke wake anaelewi, yani mume wake mbona siku hizi ana pesa? Kumbe Mwamba alikuwa amehifadhi kakibunda hapa ndani na anaendelea kukanyakua mdogo mdogo. Sasa leo kwa bahati mbaya bana mke wake si ndo akamfuma mume wake yuko kuhesabu manoti. Akashangaa, wewe mume wangu umezipata wapi pesa zote hizi? Kumbe una pesa wewe. Na mke wake jinsi anavyopenda hela akasema, mume wangu shaanza kuuza madawa ya kulevya nini? Lakini mume mtu akasema, hapana bana, hizi pesa zilikuwa za mamangu, sasa mwenyewe niliweza kuzichukua kipindi kile amelala wakati ametoroka nyumbani kwake. Hasa licha ya kwamba mke wa Mwamba Himian anapenda sana pesa, lakini pesa hizi hakuwa tayari kabisa kuzitumia. Akasema, kama ni pesa za mama mkwe mimi siko tayari kuzitumia hata kidogo, samani. Mwanamama akaanza kusema, inaonekana wewe kaizi sana, yaani umemwibia mamako na bado umejificha pesa unazihesabu kama za kwako eti Basi Mwamba baada ya kugundua kamke kake kamekuwa kalopolopo, zile pesa akazichukua na akaenda kumrudishia mamake mzazi. Lakini alipoweza kumrudishia mamake akasema, najua kwamba huna pesa kwa sasa hivi, pesa nyingine hizi hapa utazitumia, chukua hizi hapa. Sasa ile jamaa amewekewa pesa mfukoni. Basi Mwamba EJ akaanza kuuliza, vipi mama amekupatia pesa yote ile? Mwamba akasema, wewe mpumbavu, umesikia chochote ambacho nilikuwa naongea na mama, si ndio? Lakini Mwamba EJ akasema, hizo pesa umezipata, lakini mke wako akizipata tu zinaingia kwenye matumizi, mchicha, maharage yanaendelea kama kawaida. Hasa Mwamba Himian alipofika nyumbani alizificha zile pesa ili
wake anajitumia mdogo mdogo, anaenda ananunua kilo yake ya nyama analeta nyumbani. Kwa hiyo mwamba yuko kuhangaika sehemu gani atakwenda kuzificha hizo pesa, na kila akiwa anahangaika kuficha, ghafla tu mke wake anajitokeza. Mwamba akazificha zile pesa kwenye kitabu, lakini kesho yake mwamba akawaza akaona ili kutunza siri kwamba yeye ana pesa, kwanza akamfuata mwamba EJ akampatia kama milioni 1 hivi, akamwambia wewe utatumia hii. Bwana mdogo akasema ina maana mama alikupa zaidi ya milioni 1? Ndipo bwana mkubwa akaona mama yake ni mbinafsi sana, kwa nini alimpa mtoto mmoja pesa nyingi kiasi hicho? Basi baadaye mwamba amerudi nyumbani. Sasa hii Myang sasa hivi anajiamini sana. Mwanzoni alikuwa muoga kwa sababu alikuwa hana pesa. Sasa hivi anajiamini hadi mikono anaweka mfukoni. Akiwa anaongea na mke wake anamwambia, mke wangu, leo ungependa tule mboga gani labda? Sasa mke aelewi huyu mwamba itakuwa na maokoto huyu, au mbona simuelewi kauli zake zinastaajabisha. Alafu mwamba akapigia marafiki zake wote akasema kuna pati ndogo ameiandaa kwa ajili ya marafiki na ndugu na majamaa, anaomba pia mke wake atahusika katika kamati ya chakula. Lakini mke wake akasema, mume wangu usijisumbue kabisa, sitotoa hata shilingi 100 katika pesa yako ya pensheni, wala usijidangane na wala usiwasumbue marafiki zako kuja kwenye pati. Lakini mzee baba akasema, mimi sio mtu wa kudekea pesa ya pensheni, na pesa yangu mama, usinisumbue sana vipesa vidogo vidogo, mimi nina pesa. Na kufikia hapo ndo tunakuwa tumefika mwisho wa episodi ya 8. Tukutane katika episodi ya 9 ambayo itakuwa ya mwisho kabisa katika recap yetu, ambayo tulikwenda kujifunza mambo mengi sana yanayoendelea katika familia. Bila shaka kuna mambo mengi sana utakuwa unajifunza katika tamthilia hii. Tukutane katika episodi ya mwisho.